Otapo wana wa Afrika, Ubuntu Bantu. Leo ni siku ya history na mimi nawapa history chionda wa chionda. Wanasema Juni 27 mwaka 1976, ndege ya shirika la Ufaransa Flight 139 Airbus ikiwa na namba A300B4/203, registration F/BVWG kwenye mabano C/N019, departed from Tel Aviv, Israeli, carrying 246 male Jewish and Israeli passenger and the crew of 12 of the plane flew to Athens, Greece. Sikia mwana wa Afrika, hii ni mwaka 1976. Ndege ikiwa na mluko namba 139 aina ya Airbus A300B4 203. Namba ya utambulisho registration ni F/BVGG katika mkwaju CNYN019 mkwaju mabano, departed from Tel Aviv, ikitoka katika uwanja wa ndege wa Tel Aviv, Israeli, ikiwa imebeba abiria 246, wengi wao wakiwa Wayahudi wa Israeli wakiwa abiria. Ndege ikiwa na wahudumu 12. Wanasema the plane flew to Athens, Greece. Ndege ikapaa kuelekea Ugiriki katika jiji la Athens, where it picked up and addition 58 passenger. Inakwenda pale kuchukua abiria wasiopungua 158, including 4 hijacker, ikiwemo watekaji 4 walikuwepo katika hili kundi la watu 58. Wanasema it departed to Paris at 12:30 p.m. ni saa 6:30 mchana, just after takeoff, baada ya kutua. Baada ya kupaa, the flight was hijacked by 2 Palestinians. Ndege hii ilitekwa na Wapalestina 2 from the Popular Front of the Liberation of Palestine. Kundi linajiita PFLP, kirefu chake the Popular Front for the Liberation of Palestine, kundi ambalo limejitolea kutafuta ukombozi wa watu wa Palestina. Wanasema external operation PFLPEO and 2 German, ikiwa na Wajerumani 2, Wilfried Bos na mwanamama Brigitte Kochmann from the German Revolution Cell, anatokea katika kundi la Kijerumani la kigaidi. Ndio tuongee hivyo. Wanasema watekaji has defended the fight to Benghazi. Watekaji wakaiambia mrushaji wa ndege, elekea moja kwa moja Benghazi huko Libya. There it was held on the ground of 7 hours for refueling. Ndege hii ikashikiliwa ndani ya masaa 7 huku ikitiwa mafuta. During that time the hijacker released British born Israeli citizen Patrice Martel. Katika muda huu wakiwa wanajaza mafuta, watekaji wakamwachia Patrice Martel, Mwingereza mwenye asili ya Israeli, Mwingereza aliozaliwa Israeli na mwenye uraia wa Israeli, bwana Patricia Marcel, who pretended to have miscarriage, aliojifanya kwamba ameharibikiwa na ujauzito. The plane left Benghazi. Ndege kaondoka Benghazi at 3:15 p.m. ikaondoka saa 9:15 on the tarehe 28, more than 24 hours after flight original departure. Ni baada ya masaa 28 ndege hii ilipoanza kuondoka katika safari yake ya kawaida. It is alive at Entebbe Airport in Uganda. Masaa 24 baadaye ndege hii ikawasili uwanja wa ndege wa Entebbe. Wanasema tatizo la watekwaji, hostage situation in Entebbe Airport. Tatizo
la mateka katika uwanja wa ndege wa Entebbe. At Entebbe, katika Entebbe, the 4 hijackers were joined by at least 4 others. Watekaji walipokuwa Uganda waliungana na watekaji wengine zaidi ya 4, supported by forces of Uganda president, ikiongozwa na majeshi ya Uganda na rais wa Uganda Idi Amin Dada. The hijacker transferred the passenger to transit hall. Wakawahamisha wa abiria katika eneo wanalokalia abiria of the discussed Fama Airport Terminal, katika sehemu ambayo terminal ya zamani ya ndege, uwanja ndege wa zamani ulikuwepo. Kept them under the guard to follow the day of Amin came to visit hostage almost on daily at basic. Wanasema watekaji waliwachukua watekwa na kuwapeleka katika uwanja wa ndege wa zamani na kuwahifadhi katika yale iliyokuwa sehemu ya kusubiria abiria, huku akimsubiri Idi Amin aje kutembelea hao watekaji. Wanasema hii imechukua siku nzima, updating them on the development and promising to use his effort to have them freed through negotiation. Idi Amin akija akiwa na maneno ya msingi ya kwamba yeye atatumia negotiation, diplomasia, ili hawa watu waachiwe. Lakini ripoti zinasema majeshi ya Uganda yaliwasaidia PFLP-CO. Huyu ni Wade Hadadi alioasi kutoka kwa kundi la George Habashi, ambaye George Habashi ni main wing. Hawa ni tawi katika mbawa za kundi la utetezi la haki za Palestina PFLP. Ndio maana Wade Hadadi akamuasi George Habashi. Wanasema Juni 28, katika tarehe 28 June, PFLP-EO hijacker issued a declaration of formulated the demand. Ilikuwa tarehe 28, kundi hili la watekaji likatoa matakwa yao. In addition to resume of $5 million for the release of airplane. Kwanza itolewe dola milioni 5 kwa sababu ya kuachiwa ndege. They demanded the release of 53 member of Palestinian and pro-Palestinian military. Pia walitaka waachiwe. Kwanza walitaka dola milioni 5 kwa ndege hii kuachiwa. Pia wakataka wafungwa 53 wanaoshikiliwa wanaungwa mkono majeshi ya kupigania uhuru wa Palestina waachiwe. 40 humu ya prisoner in Israeli, ndani yao 40 wakiwa wakishikiliwa katika magereza ya Israeli. Wanasema they threatened if those demand were not met. Wakasema walitishia kwamba kama ombi lao halitakubaliwa, the world began to kill hostage on July 1, 1976. Wakasema kuanzia toka Julai 28 wametoa siku 3 hadi tarehe 1 Julai wataanza kuchinja mateka mmoja. Wanasema separation hostage into 2 group. Wakawagawanya watekwaji katika makundi mawili. Katika tarehe 29 Juni, after Uganda soldier has opened the entrance to room next to crowded waiting hall by destroying a separate wall, the hijacker separated the Israeli, including those holding dual citizenship. Wakasema hivi, tarehe 29 majeshi ya Uganda yakafungua njia ya kuingilia katika chumba kinachofuatia kwenye njia iliyotenganisha maeneo mawili ya watu waliotekwa waliohifadhiwa. Kwanza, kundi la kwanza ni wale wanashikilia uraia wa nchi mbili. Then the other hostage told them to move to the adjoining room, as they did so. Wengine wakawapeleka kwenye kundi la watu wa kawaida. The Holocaust survivor showed both Kempu registration number tattooed on his arm. Boy posted, "I'm not a Nazi."
Amwedirist. In addition, 5 non-Israeli hostages, 2 ultra-Orthodox Jewish couple from US and Belgium and the French resident to Israeli. Wanasema hivi, katika mambo haya pia kulikuwa na muhanga wa mauaji Holocaust akiwa na totoo katika mwili wake, huku akisema mimi sio Nazi, lakini akiwa na nembo ya Nazi. Anasema I'm a dearest, mimi ni katika wale wenye ndugu. In addition, 5 non-Israeli hostage, 2 ultra-Orthodox Jewish couple from US and the Belgium and the French resident were forced to join the Israeli group, according to Monica Epstein-Krepsky, the French hostage among the 5. Maelezo haya aliyatoa Monica Epstein-Krepsky, alikuwa mateka wa Kifaransa katika wale mateka 5. Wanasema the captor had singled them out for questioning and suspected them for hiding their Israeli identity. Watekaji wakaanza kuwapeleleza na kuwahoji, wakawaambia ya kwamba wanaficha utambulisho wao, ya kwamba wao sio Waisraeli. Haya ni maelezo nani? Mama Monica Epstein-Krepsky. Wanasema on the other hand, according to French hostage, katika upande mwingine, kutokana na maelezo ya mateka wa Kifaransa Michael Kojoti-Goldberg, the couple failed to identify at least one Israeli among the passenger who was the military officer. Kutokana na maelezo ya bwana Kojoti-Goldberg ambaye nao ni bwana Michael, naye alikuwa ametekwa, anasema watekaji walishindwa kumtambua abiria mmoja ambaye alikuwa ofisa wa kijeshi wa jeshi la Israeli, akiwa na uraia pacha na passport ambayo sio ya Israeli, and he was later freed at the April 2nd release of non-Israeli hostage, ambaye baadaye mwisho aliachiwa katika wale ambao sio wa Israeli, katika mateka wa mwisho walioachiwa na kundi la PFLP. US citizen Janet Almog, raia wa Kiisraeli anaitwa Janet Almog. French woman Jocelyn Monnier, whose husband and boyfriend was Israeli, has a French Israeli dual citizenship. Wanasema raia wa Marekani Janet Almog, mwanamke wa Kifaransa Jocelyn Monnier, ambaye mme wake au boyfriend wake ana uraia wa Israeli, French Israeli dual citizenship, alikuwa na uraia wa nchi mbili. Jenny Jacques Mimon, kuna mtu anaitwa Jenny Jacques Mimon, whose name had to be coded up during the reading of original passport based on the list. Jina lake lilitajwa katika wale walioitwa katika kutaja passport original zilizoshikiliwa. Reported joining the Israeli hostage group by their own choice. Huyu alijichagua mwenyewe kwenda kwenye kundi la Waisraeli, mateka wa Kiisraeli kwa upendo wake mwenyewe. Release of most non-Israeli hostage. Wengi ambao sio raia wa Israeli waliachiwa. Katika tarehe 30 Juni mwezi wa 6, watekaji waliachia mateka 48 picked from among the non-Israeli group, wakachukua wale ambao sio raia wa Israeli, male elder and sick passenger, wengi ni wazee na abiria wagonjwa, and the mother with the children, na mama wenye watoto. 47 of them were flown to Paris, 47 katika hao wakapaa kwenda Paris, and one passenger alikawa anahudumiwa katika hospitali. On July 1, katika mwezi wa 7 tarehe 1, ambao siku walisema kama mademand yao haikutimizwa wataanza kuua au mateka. After the Israeli government had conveyed its agreement to negotiation, baada ya serikali ya Israeli kutoa majibu ya makubaliano yao ya kidiplomasia na watekaji.
had conveyed agreement to negotiate, the hostage taker extended their deadline to noon. Watekaji walikuwa wameshikilia demandi yao ya kwamba Julai 1 itakapofikia saa kumi au hadi Julai 4 and release another group of 100 non-Israeli captive who are again foreign to Paris. Pia wanakasema wakatoa ahadi yao ya kwamba wataachia watu ambao sio Waisraeli ambao ni 100, wataachiwa na moja kwa moja wataelekea Paris. A few hours later, among the 106 hostages staying behind with their captor at Entebbe airport were the 12 members of the Air France crew. Wanasema masaa machache baadaye watu 106, mateka 106 waliokuwa nyuma ya wafungwa wenzao katika uwanja wa ndege wa Entebbe, wana 12 wakiwa wanachama wa shirika la ndege la Ufaransa, about 10 young French passenger, na vijana 10 abiria wa Kifaransa, and the Israeli group of some of 84 people. Ndugu wana wa Afrika, hii inaitwa the Entebbe operation. Wanasema in the week before the raid, Israel tried using political avenue to obtain the release of the hostage. Wiki kabla ya mipango ya Israeli kuja kuwaokoa Wayahudi wa Israeli walitumia siasa au diplomasia kuachiwa kwa mateka. Many sources indicate that the Israeli cabinet was prepared to release Palestinian prisoner if military solution seemed unlikely to succeed. Baraza la kijeshi la Israeli na utawala wa Israeli kabla ya mpango huo haujatimia walishakaa mezani na kuamua kufuata matakwa ya watekaji, kuachia mateka wafungwa wa Kipalestina walioko katika magereza ya Israeli kama mpango wao wa uokozi utashindwa. Anasema a retired IDF officer, kiongozi wa IDF aliyostaafu. Ni nani huyu? Anaitwa Baruchi Buka Bar-Levi. Had known Idi Amin for many years and was considered to have strong personal relationship with him. Huyu bwana anaitwa askari mstaafu wa jeshi la Israeli, anaitwa Baruchi Buka Bar-Levi. Alikuwa anamjua Idi Amin kwa miaka mingi. Wanamchukulia kama wana urafiki wa undugu, urafiki wa kwao wenyewe binafsi kwa miaka mingi. As the secretary of cabinet, katika maombi ya baraza, he spoke with Amin on the phone many times. Katika baraza kabineti ya kijeshi ya Israeli wakampa simu bwana Baruchi, aliongea na Idi Amin mara kadhaa, trying to gain the release, akataka kupata kuachiwa kwa wale mateka of the hostage without success, bila mafanikio. The Israeli government also approached the United States government. Pia serikali ya Israeli ikaendea serikali ya Marekani to deliver a message to Egyptian President Anwar Sadat, ili kupeleka ujumbe kwa rais wa Misri Anwar Sadat, asking him to request, kumuomba huyo bwana aombe Amin to release the hostage, Idi Amin awaachie mateka. Wanasema at July 1 deadline, siku ya mwisho ya demand ya watekaji, the Israeli cabinet offered to negotiate, wakakubali offer ya makubaliano with Hijacker to extend the deadline mpaka tarehe 4. Watekaji wasogeze siku tarehe mpaka baada ya tarehe 1 iwe tarehe 4. Amin also asked them to extend the deadline until the date. Idi Amin nao akawaambia wasimamishe operations zao mpaka tarehe hiyo ya tarehe 4. The meant that could take diplomatic trip to Port Louis, Mauritius, to official hand chairmanship of the Organization of African Unity was a good Ramagorani. The extension of the hostage deadline proved crucial and providing Israeli forces enough to get to Entebbe. Wanasema Julai 1
serikali, maombi ya watekaji yalikuwa yamefika mwisho, na serikali ya baraza la Israeli, baraza la mawaziri la Israeli wakaomba mapatano na watekaji, wasubiri waongeze siku mpaka tarehe 4 mwezi wa 7. Amini pia vile vile aliwaeleza watekaji wasubiri mpaka tarehe hiyo. The meant to could take a diplomatic trip to Port Louis. Wanataka kwenda kufanya diplomasia katika eneo linaitwa Port Louis huko Mauritius, ambako ndiko wanakofanyia mapatano ya kuachiwa mateka hawa. Kwa hiyo mapatano ya kuachiwa kwa mateka waliotekwa na PFLP na kiongozi wao Wade Hadadi, mapatano yalitakiwa malizike tarehe 1 mwezi wa 7. Waisraeli wakaomba yafanyike tarehe 4. Kumbe wao Wayahudi wakijiandaa kufanya operesheni. Mapatano haya yalikuwa nakwenda kufanyika chini ya Umoja wa Afrika, chini ya kiongozi wa Umoja wa Organization ya Afrika anaitwa Siwosaguli Lamgolam. Huyu ni mama kiongozi kutoka Madagascar. The extension of the hostage deadline proved crucial to providing Israeli forces enough time to get Israeli. Mfumo huu wa kusogeza siku mbele za makutano na za kufanya negotiation huko Mauritius inawafanya Waisraeli wapate muda wa kujiandaa kufanya operation ya uokozi. Ndio hiyo baadaye inakuja kuitwa Operation Entebbe. Wanasema kill the hijacker, and after freeing the hostage, they would ask Amin for passage home. The Israelis abandoned this plan because the hijacked necessary time. They also received word that Lake Victoria was infested with crocodile. Ndugu wana wa Afrika, hii wanaita Operation Entebbe. Operesheni nzito iliyoendeshwa na Mayahudi ikisimamiwa na Wamarekani kutoka Israeli mpaka Entebbe. Operesheni ya dakika 90, lisali 1 na dakika 30. Lakini kama nilivyowaambia, Waisraeli waliamua kuwatumia majeshi ya Uganda ya waasi kuungana nao. Kwa hiyo kama ilivyo kawaida ninavyowaambia, hawezi kuingia mtu ndani kwako bila kumkaribisha mwenyewe au adui kuingizwa na ndugu yako. Kwa sababu tunasema kitu, mauzo yote, uuzaji wote wa watu weusi, siri zote za Waafrika zinatoka mikononi na midomoni mwa watu weusi kuwapelekea wakoloni, kwa sababu ya faida zao wenyewe. Watu hawa wa binafsi ambao hawana haki ya kuishi chini ya jua hili linahitaji ustaarabu, haki na ustahimilivu. Nasema Otepu, amen ra.